Picha inaanza na kumwonyesha dogo fulani ambaye anaitwa kwa jina la Brian. Umri wake ni miaka 16. Ndoto yake kubwa ni kuwa mchezaji maarufu sana wa basketball. Lakini kwa bahati mbaya hata timu ya shule alishindwa kujiunga kwa sababu alikuwa na uwezo mdogo sana ambao ulikuwa hauridhishi kabisa. Kwa hiyo hakuna mwalimu wote ambaye angeweza kumpokea kijana huu kama mchezaji wake. Sasa game ilibadilika na mambo yakawa hivi. Siku moja dogo akiwa kiwanjani alikuwa anatazama mechi kubwa sana ambayo ilikuwa inachezwa na mchezaji wake maarufu pendwa aliyejulikana kwa jina la Kevin. Alivutiwa sana na ile namna jinsi Kevin alivyokuwa anacheza ule mpira kwa namna ya kipekee sana. Sasa dogo akawa amekaa anajisemea mwenyewe kwamba ipo siku moja na mimi nitakuwa mchezaji mkubwa sana kama Kevin. Sasa bwana mdogo ana kauwanja fulani kadogo amejitengenezea nyumbani kwao, lakini kauwanja wako bwana, kila kijaribu kucheza nakosa bwana, kila kijaribu kurusha mpira nakosa. Upande wa pili Kevin akitoka kwenye mashindano akiwa amefanya vizuri, waandishi wa habari walimzunguka wakiwa wanamhoji maswali kadhaa. Huyu jamaa anaitwa Alan, huyu ndo mlinzi mkuu wa Kevin na ndio mwenye majukumu makuu ya kumwekea ulinzi Kevin. Tukija shuleni, Brian ana rafiki yake mkubwa ambaye anaitwa Mitch. Sasa wakati anazungumza na rafiki yake, kwa bahati mbaya sana akapita mrembo fulani ambaye anaitwa Isabel. Sasa wakati anamtazama rafiki yake akamwambia, bwana usimtazame huyo, kwa sababu kwanza wewe unaonekana kilaza fulani wa shuleni, kwa hiyo huna maana yote, wewe ni loser tu. Sasa baadaye nyumbani tunamwona Brian akiwa anacheza mpira wa basket. Ghafla baba yake akaingia na kumwambia kwamba amekata tiketi 2 za kutazama mpira wa basket ambao utakaochezwa leo uwanjani, ambapo Kevin atashiriki katika mchezo huo. Dogo alifurahi sana ise. Sasa kufika uwanjani bwana ikawa ni vituko tu, maana ushakuona shabiki ambaye anashangilia mpira kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa dogo alitisha sana katika mchezo aise. Mwanzo mpaka mwisho dogo anashangilia tu, sio poa mzee. Sasa raundi ya kwanza ilipoisha, MC akaanza kutangaza kwamba kuna nafasi yote ambayo itakayotokea, kama kuna shabiki yote ambao anakubali mpira wa basket ajitokeze aonyeshe kiwango. Watu hoyo bwana, dogo akafikiria akaona mbona kama ana uwezo hivi, na ikatolewa zawadi kwamba kama mtu ataweza kurusha mpira kutoka mbali sana na kuweza kufunga goli, basi atapewa kiasi cha shilingi milioni 1 ya Kitanzania. Basi mzee akamshawishi kijana wake ajaribu fursa ile. Dogo akapewa mpira kurusha, lakini ikawa ni vituko. Watu wote walicheka uwanjani, maana dogo alitoa kama kituko fulani hivi, yani alikuwa na uwezo zero, yani atajua anachokifanya ni nini. Ilikuwa ni aibu kubwa sana. Baada ya mechi kuisha, matokeo yakatangazwa. Timu ya bwana Kevin ndio ikaibuka ushindi kwa kuchapa magoli mengi sana timu pinzani, mpaka ikawa ni aibu aise, maana ushindi wao ulipitiliza mno. Sasa baada hapo bwana Brian akamfuata Kevin na kumomba saini yake, maana ujue ndio shabiki yake mkubwa sana aise. Laza nakuomba tafadhali upige saini kwenye mpira wangu, kwa sababu nina ndoto kubwa sana za kuwa kama wewe katika maisha yangu ya mbeleni. Sasa bwana Kevin akamshauri dogo kwamba ni sawa, ile unachotakiwa ni kufanya mazoezi kwa bidii na kutokukata tamaa, kwani kila kitu kinawezekana ila kwa kujituma na kufanya mazoezi kwa bidii sana. Na mwisho siku brother akapiga saini na kumkabidhi mpira wake, lakini wakati anamkabidhi ule mpira kukaa kuna nguvu fulani zinatoka kwenye mwili wake na kuingia kwa dogo. Ilikuwa kitu cha ajabu sana, ila kwa macho ya kawaida huwezi kukiona hichi kitendo. Sasa ni asubuhi na mapema, taarifa habari inatangazwa kwenye redio kwamba kiwango cha Kevin kimeshuka sana, kitendo ambacho kinatia mashaka kupoteza karia yake, kwani sasa hivi anaweza shiriki mechi mwanzo mpaka mwisho lakini asiweze kufunga goli hata moja. Hii ni ajabu. Taarifa hizi za habari zilimuumiza sana bwana Brian kwa sababu yeye ndiye shabiki mkubwa sana wa Kevin. Sasa jambo lingine la kushangaza ni kwamba akajikuta ana uwezo wa kuzungusha tabu kwenye kidole chake, kitendo ambacho wanafanya wana basket ndio wanapozungusha mpira wakiwa uwanjani. Hii kitu ilimshangaza sana bwana Brian. Ikawa bado hajagundua mabadiliko yote kwenye mwili wake, lakini hichi kitu kikaa kinampa mawazo sana. Amewezaje huu uwezo? Ila ikawa anachukulia poa tu. Sasa pale shuleni kwao ana wadui fulani na dogo fulani ambaye anaitwa Kona, na chanzo cha bifu lao ni kwa sababu ya ule binti anayejulikana kwa jina la Isabel. Wamba wote wawili wanamtamani ule binti. Sasa hii inakuwa kama mafali wawili kwenye zizi moja, katu hawezi kupatana. Sasa hapa mwamba akawa anajoshea kwa bibie Isabel kwa sababu yeye ana uwezo fulani wa kucheza basket, lakini dogo yule akajikuta na gundu, maana kila anavyojaribu anashindwa, mpaka wamba wakaanza kumcheka bwana, wakawa kama wanavimbiana fulani. Sasa mwamba akakasirika na mwisho siku akamtupia ule mpira wa basket na akaambia bwana na msela kwamba rusha ule mpira bwana. Sasa dogo akawa anaogopa kwa sababu anajua kabisa yeye ni kilaza. Sasa asije akaibika mbele ya dogo hapa itakuwa jao, lakini dogo bwana akajaribu kurusha ule mpira bwana, bwana moja kwa moja mpaka ndani. Watu wenyewe wakashangaa imekuaje leo kilaza leo. Hapana, kabahatisha wewe arudie, akapewa tena. Kila anazorusha bwana ndani, kila anazorusha ndani. Katika muda wote huo bwana Brian alikuwa na hofu sana, kwani alijua kabisa huenda hizi anazofanya na bahatisha, kwani haijawahi kutokea katika maisha yake kufanikiwa kufunga goli la basket. Sasa upande wa pili tunaonyeshwa Kevin akiwa katika mazoezi, lakini hali ilikuwa ni mbaya sana, maana kila anapojaribu kurusha mpira lakini mwamba akawa anampa moyo kwamba sijali, jambo ni jambo la kawaida tu. Sasa tukija upande wa pili bwana dogo kule dana kiwasha kinoma, yani mpaka dogo mwenyewe anajishangaa hili jambo limekuaje, mpaka leo watu wanamshangaa inakuaje dogo anakuwa na vibe kama hili.
haya mautundo amewatolea wapi haya? Sasa dogo akaelekea mpaka kwenye timu ya shule akasema kwamba leo mtajua kwamba mimi ninajua leo. Dogo akaanza kuwachachafya pale. Yaani ukizubaa tu kidogo umekula tobo mpira kwenye kikapu. Bwana watu wakashangaa. Hivi ndio yule Kilaza huyu? Yaani mpaka mwalimu leo akashangazwa na ule uwezo wa dogo. Yaani dogo mazoezi ya siku moja tu amekuwa na uwezo kama huu. Ilikuwa ni noma sana mzee. Dogo akala namba bwana kwenye timu ya shule. Dogo alianza kuvimba sana shuleni, alikuwa star ghafla. Yaani shule nzima ilimtambua dogo kwa kipaji chake. Yaani alikuwa maarufu kweli kweli, kila mwanafunzi alitamani kuwa rafiki yake. Mpaka Isabel mwenyewe akasema huyu ndo mwamba. Yaani kwa muda mfupi Brian alipata mashabiki wengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa bwana Kevin alipambana sana, lakini mambo akawa magumu, ikabidi arudi nyumbani kwa mama yake. Mama yake akaanza tena kumfundisha ule mchezo wa basket, akiamini kwamba huenda labda bwana Kevin anapitia changamoto ambazo zinahitaji ukaribu wa yeye na mama yake. Labda huenda hii kitu ikasaidia yeye kurudisha uwezo wake, lakini bado mambo yakawa ni magumu kwa bwana Kevin. Basi mwamba akakosa tumaini kabisa na akawa anafikiria ni namna gani, mbona amebadilika, imekuaje? Yaani ikawa ni mawazo na stress nyingi sana zikimwandama bwana Kevin. Sasa hii kibongo tunahitaji, maana ingekuwa bwana Kevin yuko pale kwa babu yetu pale Sumbawanga anaendelea kuagua, maana hii sio hali ya kawaida. Mimi ninaitwa King Rhino MC Seba, ndio storyteller wako. Twende kazi. Sasa bwana Alan alichoka kabisa kusikia kwamba bwana Kevin ameshuka kiwango chake, akabadilisha station kuangalia nini kinaendelea. Sasa anakuja kubadilisha station, anashangaa kumwona ule dogo ambaye waliokuwa wanamsema kwamba hana uwezo leo amekuaje, na alikuwa anasifiwa sana na watangazaji, wakasema kwamba huyu ndio bwana Kevin ajayo. Sasa mwamba akaangalia na anakumbuka mara ya mwisho alimuona dogo ambaye alionyesha kipaji fulani lakini hakuwa na uwezo kabisa. Leo imekuaje amekuwa na uwezo wa ajabu? Sasa mwamba akaangalia akasema hapana, kuna namna, ikabidi aanze kufuatilia ile swala inakuaje. Sasa muda huu bwana Alan moja kwa moja akamfuata Kevin na kumwambia, bwana, kwenye taarifa habari ya michezo nimeona kuna dogo anacheza mpira kama wewe. Afu dogo alikuwa ni zuzu tu, kipindi fulani aliposhiriki dogo fulani alipewa mpira arushe lakini alishindwa kabisa. Sasa nashangaa leo eti ndo anatangazwa ndo Kevin anayekuja. Alafu nashangaa ule uchezaji wake, yani ni kama unavyocheza wewe, yani vile vile kabisa. Yani inaonekana kama vile imebadilishana uwezo. Hivi kweli jambo hili linawezekana kweli? Kevin aliona ni kama ujinga, lakini bwana Alan ikabidi amfusi bwana Kevin ili kumtembelea dogo pale shuleni kwao wanaposoma. Sasa walipofika shuleni, Brian alifurahi sana kumuona Kevin, ikabidi amfuate na kumpa mkono. Sasa watu hawa walizani kwamba labda wakipeana mikono vile huenda bwana Kevin akarudisha uwezo wake, lakini ilikuwa ni kazi bure. Kevin bado hali yake ilikuwa ni mbaya sana, na dogo naye ni kama vile uwezo wake umeongezeka maradufu yani. Imekuaje dogo huyu amekuaje? Yaani haya maswali yalikuwa yanasumbua sana bwana Kevin na bwana Alan kichwani mwao. Hivi dogo umefanyaje pale? Yaani sasa dogo ndo akando hatari wa mchezo, yani bwana Brian akando kinara yani. Kwani sasa hivi alikuwa na uwezo wa ajabu sana, alikuwa na uwezo wa kucheza peke yake kwenye timu na akascore magoli bila mpinzani yoyote yule kugusa mpira ule. Hii kitu liwatisha kidogo. Yaani mpaka wengine wakawa nakasirika na kumpiga dogo kwa sababu kwa nini acheze mwenyewe uwanjani wakati wako wengi uwanjani. Sasa bwana Kevin naye akawa ni mmoja wa shirika katika mchezo ule. Lakini ikawa ni ajabu sana, kwani alikuwa anacheza mpira wa hovyo sana mpaka marefari wakawa nashangaa, kwani hajawahi kushuhudia mchezaji anayecheza vibaya katika mchezo huu. Leo kulikuwa na party kubwa sana ambapo bwana Brian aliwalika vijana wote, lakini Isabella bwana hakupenda hii issue kwa sababu anamjua Brian sio ule wa zamani. Brian alikuwa ni mpole, kijana mstaarabu. Leo amekuaje? Yaani tangu amekuwa maarufu basi amekuwa tofauti kabisa. Mwamba amechangamka mpaka amepitiliza. Sasa jambo hili lilimboa kidogo Isabel. Sasa Isabel akawa amekasirika na kuondoka baada ya kumwomba Mwamba wakae pembeni waongee, lakini Mwamba akaleta madhara fulani. Sasa wakati ule akawa ameingia bwana Alan, yule kocha wa bwana Kevin, na baada hapo akawa anamwambia bwana Brian kwamba wewe umechukua nguvu za Kevin, kwa hiyo unatakiwa ufanye utaratibu ili kuweza kurudisha uwezo wa Kevin. Dogo akawa anashangaa, nimechukua uwezo wa bwana Kevin kivipi? Mbona sikuelewi? Tena akawa anashangaa, uwezo unawezaje kuchukuliwa kwa mtu? Hii inawezekana vipi? Lakini bwana Alan mwisho siku akasema kwamba sio vizuri kutumia au kuchukua uwezo wa mtu binafsi na kutumia wewe ili uweze kupata umaarufu. Hicho kitu ni kibaya sana, kwa sababu mwenzako anateketea na kipaji chake kila siku inazidi kudorora. Sasa unaonaje kama ukimrudishia? Sasa nitamrudishia vipi na mimi sielewi? Okay, baada ya hapo tunamwona MC anatangaza kwamba akielezea kwamba kutakuwa na shindano kubwa sana, ikielezea ni namna gani mashindano yatakao kuja atakuwa ni ya moto sana. Watu wote wakashangilia wewe. Basi bwana, watu wakawa nasubiria mtanange ule. Sasa wakati ule Brian akiwa akiendesha kibasikeli chake mtaani, akaona tangazo kubwa fulani kwenye ubao ambalo likimuonesha bwana Kevin kipindi hicho alikuwa ni wa moto kweli kweli yani. Anatikisa jiji. Sasa ile jambo likamuhuzunisha
ilimhuzunisha kweli bwana Brian. Mwisho siku akafikiria kwamba ni kweli anatakiwa kurudisha ule uwezo, lakini sasa haelewi ule uwezo na urudishaje. Mtihani ukaanzia hapo bwana. Basi baada hapo akachukua simu yake na kumpigia simu bwana Alan na kumwambia kwamba yuko tayari kurudisha ule uwezo wa Kelvin. Basi baada hapo akapanga kukutana kwenye ile jengo la basketball ili kujua nini cha kufanya. Baada hapo akamshirikisha Kevin kuhusu swala la kurudisha nguvu zake. Kevin aliona ni kama upuuzi fulani hivi, lakini baadaye akakubali baada ya kuona kwamba dogo anavyoperform ni kama vile uwezo wake ulivyo, yani kama vile kama kopi yake. Basi baada hapo akafanya kama kamchezo fulani hivi kakurudishana nguvu, kushika mpira wote kwa pamoja huku akiwa anaongea maneno haya: bwana anakurudishia uwezo wako. Kevin akajibu kwamba ndio naupokea, lakini mambo akawa hola, wakakasirika sana. Mwisho siku akapanga siku nyingine labda watafute njia nyingine mbadala ili mradi tu Kevin kupata nguvu zake na bwana Brian abakie zuzu kama alivyokuwa mwanzo. Sasa baadaye bwana Brian baada ya kutibua moyo wa Isabel ikabidi amfuate nyumbani kwao na kumomba msamaha. Basi baada hapo akaingia ndani. Sasa wakiwa kwenye laptop, bwana Brian akamwambia Isabel, bwana mimi uwezo wangu huu nimepata kutoka kwa huyu mwamba Kelvin. Isabel akamuuliza kivipi? Akamuonyesha video moja wakati anaweza kuperform. Akamwambia kwamba nilikuwa na perform hovyo sana na nilikuwa sina uwezo wote, lakini baada ya kukutana na huyu mwamba Kelvin ndipo uwezo wangu ulipoanza kubadilika. Nimekuwa na uwezo wa ajabu sana. Kwa hiyo hii kitu inaonyesha kwamba ni kweli huyu mwamba nguvu zake zimekuja kwangu. Sasa changamoto kwamba sielewi kwamba huu uwezo niliupokeaje na sijui kwamba nitaurudishaje kwa mwenyewe. Sasa bwana Brian alipoangalia ile video akagundua kitu kwamba ile siku wakati anarusha ule mpira aliupiga kwanza ule mdoli, alafu ndo akamfuata bwana Kevin na kumwambia kwamba anahitaji kuwa na uwezo kama yeye. Basi bwana baada hapo akaona bwana siku leo ni vyema bora akafanye vile, huenda zile nguvu zitarudi kwa mwenyewe. Nifanye kama nilivyofanya ile siku, alafu pia bwana mkubwa aniombe mimi kwamba anahitaji kuwa na uwezo wangu, huenda jambo hili likasaidia. Basi dogo moja kwa moja mpaka kwa Kevin na kumwelezea kinaga ubaga ilivyokuwa. Basi mwamba akamwambia fresh, basi chukua mpira au ufanye kama ulivyosema bwana, tuone njia hii kama kweli itafanya kazi. Mwisho wa siku mdoli ule ulikuwa ukizurura mule ndani. Basi mwamba akafanya kama vile yani. Mwisho wa siku ule mdoli ukadondoka chini na bwana Brian akachukua ule mpira na kumshikisha bwana Kevin, na hapo bwana Kevin akasema kwamba natamani nguvu uwezo aliokuwa nao bwana Brian uhamie kwangu, na pale nguvu zikatoka bwana na kuhamia kwa Kevin. Noma sana ise. Basi unaambiwa Kevin alipoingia uwanjani ilikuwa ni noma sana, alikiwasha vibaya mno. Yani alirudisha ule uwezo wake maradufu, yani alikuwa anafunga magoli ya ajabu yani unaambiwa. Ilikuwa si mchezo. Sasa nikuulize ndugu yangu na roho yako mbaya hiyo, hivi kweli ni kama ungepata huu uwezo, je ungekubali kurudisha? Hebu naomba nijibu kwenye comment hapo chini. Mpaka kufikia hapa mzigo wetu ndio umefikia mwisho, na hii movie inatufundisha mengi sana. Usisahau kushare, kulike, kusubscribe kwenye channel yako pendwa ya Twizzler Swahili. Tukutane tena kwa vigongo vijavyo. Na mimi naitwa King Rhino MC Seba, ndio storyteller wako, na asante kwa kuangalia.